Kama rais alifanikiwa kugawa pikipiki kwa wana CCM wote kata zote, kwa nini zile pikipiki asigawe kwa vijana kwenye vijiwe? Akatoa malengo ya 3. Nchi nzima hii rais kagawa pikipiki. Haya, kata ya Itunge kuna pikipiki, kata ya Mikoroshini kuna pikipiki. Zile pikipiki zingeenda kwa kufikia wale ambao kusema Mikoroshini, vijana Mikoroshini tumewapa pikipiki 2, mtaweka 3 kama Baba Levo alivyofanya kule. Tuone kama vijana wangeandamana. Hakuna kitu kama hicho. Haya, sasa hivi nyinyi serikali mnachokifanya, mnaenda China, mnatuchukulia watu wa mabonanza, mnawaleta Tanzania, mnaacha kwenda kuchukua watu, waleta kuweka hata viwanda vya matairi, bodaboda tununua matairi kwa bei ndogo, nyinyi mnaenda kuleta watu sisi wa mabonanza. Si mabonanza ya nini hapa Tanzania? Hatuna shida na mabonanza. Serikali imeshinda kwa ajili vijana wote. Vijana wote mmeshinda kwa ajili. Basi nendeni China mnakoenda, mkachukua wale watu wanaohusika na viwanda vya matairi, mwambieni tumekupa eneo hili bure, tengeneza kiwanda, watu ajili. Kwenye swala la bodaboda. Haya, bodaboda mnawapiga vita, mnasema bodaboda ndio walioandamana, bodaboda ndio waliochoma CCM. Sasa hivi hapa Tanzania, hapa Kiela, wala maeneo mengine, sisi mwisho kulala saa 6. Tunashinda kujiachia. Kuna watu wengine tunataka kufanya kazi mpaka usiku, hatufanyi. Fimbo juu, viboko. Na viboko vingi. Kulala mwisho saa 6, hakuna kutembea zaidi hapo. Kwani Tanzania nzima hii wote mnaishia saa 6 kulala? Vijana wanachokidai wanakijua. Hata nyie serikali mnakijua. Vijana wanasema wanadai kitu fulani. Sasa hili kisitokee kila kitu kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Inabidi viongozi mtoke hadharani, muongee kama anavyoongea waziri mkuu sasa hivi. Anatoka hadharani anaongea. Tunaomba waziri wa vijana, wewe ni mwenzetu. Sisi sasa hivi wote hapa tunachukulia kama watu wengine wanasema kama hii swala la utekaji. Kama mimi nilipoongea hapa naanza kuwa na wasiwasi. Bwana wakina Heche ni watu wakubwa. Wanaongea, wana ulinzi, ila bado wanachukuliwa, wanatekwa. Sasa sisi ambao tuna ulinzi tunategemea kutembea kwa mguu kwenda nyumbani. Sisi tunachukuliwa kama nyanya tu, tunaokota tu, umeondoka.